السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. وبعد zangu wapenzi wa chaneli ya Imam Muhammad Malina, leo pia nakuletea tiba na kuletea mada ambayo inafundisha tiba ya maradhi ya masikio. Masikio ni ugonjwa ambao watu wengi wamekuwa nao, wameishi nao, lakini hawajui pa kutokea. Watu wametumia madawa lakini bado hawawezi kupona. Lakini leo tunakuletea tiba ambayo imetokana na katika kitabu cha Al-Minhajul Qur'ani li'ilaj sihr wa limas ash-shaytan. Limas ash-shaytan ni kitabu cha Sheikh Usama Muhammad Al-Audhi. Sheikh huyu akiendelea kutupa faida katika kujitibu na kadhalika. Allah mlipe na Allah mfungulie milango ya khairi, mfungulie milango ya riziki. Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie pesa mambo yake. Ni Sheikh ambaye kwa kweli kajitahidi sana, kasimama katika aqida, kasimama katika tauhidi, yani kasimama vizuri katika tiba, ana mixa. Na leo tunasoma hiyo tiba ya maradhi ya masikio. Watu wengi wameteseka na maradhi haya. Sasa nishawahi kuzungumza wanawake warembo wakizaa watoto wazuri wengi wamekutwa sana na mtihani huu. Ni mrembo lakini masikio hakuna. Lakini yote ni vifungo ambavyo Sheikh kutuletea somo hili katika kitabu hichi. Anasema ilaju masududul udhun, ni tiba ya kufungua au ya masikio yaliyofungwa. Al-ilaju masududul udhun, tiba ya masikio yaliyofungwa. Yani masikio yanafungwa, katika mabano wameandika al-usum, yani uziwi. Yani tiba ya uziwi. Ni tiba masikio yanafungwa. Watu wanafunga masikio kwa kumtumia ima khadimu sihri ima uchawi, lakini khadimu sihri katumika sana katika kuwafunga watu masikio. Mtu alikuokota vitu vyako, baada ya kuokota vitu vyako akakutengeneza uchawi, akausemeza, akakufunga katika masikio, na vile vitu alivyokufungia anakuwa kabaki navyo yeye, anakuwa kajifunga kule hicho kitu alichonacho, kafunga ima mdoli ima nini, kakufunga masikio wewe. Kwa hiyo lakini tiba ya kufungua vitu kama hivi ni Qur'ani inafungua rahisi kweli. Sasa kulingana muda wa kipindi twende haraka na naanza na tiba yenyewe. Tiba yenyewe ni unasoma, anasema namba moja, anasema qira'atu ayati zajara, ni kusoma aya ambazo zinaitwa zajara. Ni ukelele ambao utapigwa siku ya kiyama. Katika surati An-Nazi'ati aya 13 Allah anasema fa inma hiya zajaratu wahida fa idahum bisahira. Na aya hiyo itumie sana, fa inma hiya zajaratu wahida fa idahum bisahira. Yani utakapopulizwa, utakapopiga ukelele, kuna ukelele utalipuka, utatokeza ukelele wa nguvu sana. Fa idahum bisahira, taamaki watu wote wako katika uwanja. Hiyo siku ya kiyama ufufuo utakuwa rahisi tu, bimaana ni ukelele mmoja, tumetoka katika makaburi tayari tuko katika uwanja. Na katika hiyo ayati zajara kuna aya nyingine katika surati As-Saffat pia inasema fa inma hiya zajaratu wahida fa idahum yanzurun. Utakapopiga ukelele mara moja tu, fa idahum yanzurun, taamaki watu wanasimama wanaangalia. Kwa hiyo ukatumia aya hizi, ziko nyingi, tumia hata hizi tu, hizi mbili, soma sana hizi, rudia sana. Fa inma hiya zajaratu wahida fa idahum bisahira, fa inma hiya zajaratu wahida fa idahum bisahira. Si vibaya ukaweka vidole vya masikio, vidole vyako katika masikio yako. Fa inma hiya zajaratu wahida fa idahum bisahira, ile aya tampiga kelele sana huyo khadimu sihiri, na kwa idhini ya Allah atafunguka. Na labda kwa faida tu ya wote namna gani tunaweza tukazipata hizi aya. Inawezekana mtu akihitaji kusoma nyingi zaidi, Sheikh huyu katuainishia pia
ayati zajara zinapatikana wapi? Nitakusomeeni. Ya kwanza anasema katika sura al-Qamar aya ya namba 4, alafu nyingine katika surati An-Nazi'ati tumeshaisema ni aya 13 kwa 14 unasoma, na nyingine namba 5 anasema surati Al-A'raf aya 143, nyingine ni surati ni katika surati Al-Qaf aya 41, nyingine ni katika surati Al-Qamar aya 5, nyingine ni katika surati As-Saffat aya 19, hii pia tumeshaisema, nyingine katika surati Al-Anbiya aya ya 60, nyingine katika surati Al-A'raf aya ya 204. Kwa hiyo unaweza ukazitafuta hizi aya ukamsomea mgonjwa wewe tabibu, au wewe mwenyewe unayeumwa ukachagua katika aya hizi ambazo utaona utaweza ni nyepesi, basi utasoma na rudia. Unaweza kutumia aya moja tu, hiyo lila ni ikhlas tu, kutumia aya moja basi inaweza ikakufungua masikio na ukawa sawa. Na katika tiba nyingine anasema, aya nyingine anasema ni tiba nyingine ni qira'atu ayatu sam'i, ni kusoma aya zile za sam'i, zile aya ambazo zimeongelea namna ya usikivu. Usikivu Allah ameainisha, aya ziko aya nyingi sana ambazo zinahusiana na mambo ya usikivu, na yeye ametutajia Sheikh hapa kwa haraka. Ayatu sam'i ni ayatu sam'i ni katika surati Yusuf aya 93, na katika surati al-Insan aya ya pili ila anasema faj'alnahu sami'an basira, faj'alnahu sami'an basira, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Unaweza ukakariri hiyo, faj'alnahu sami'an basira. Uona matatizo ya masikio, uona matatizo ya macho, unaweza ukashika macho yako na masikio yako hiyo ukasoma kwa pamoja, ukasoma maneno haya faj'alnahu sami'an basira. Na nyingine anasema katika surati An-Nahl aya ya 78, na katika surati Taha aya ya 46, na nyingine katika surati Al-Imran aya 193, katika surati Yusuf aya 96, nyingine katika surati Al-An'am aya 103, katika surati Shu'ara aya 11, nyingine katika surati Al-Baqara aya ya 385. Kwa hiyo unaweza ukazitafuta hizi katika ndani ya msafu, ukizipata basi utachagua, sio lazima usome zote, utachagua zile ambazo unaweza nyepesi, basi unasoma na rudia kwa ikhlasi, hayo masikio yatafunguka kabisa. Nyingine anasema al-adhan au surati Zalzala fil udhuni, ni kutoa adhana katika masikio, mtolea mgonjwa adhana masikio, au surati Zalzala ukaisoma kwa wingi sana, kwa kurudia sana katika masikio, fil udhun, katika masikio unasoma surati Zalzala, unarudia kwa ikhlasi, inabatilisha na kumtawakali Allah. Wengi mkishapewa hivi basi amkumbuki tena kwamba yupo Allah, basi tangana na kusoma wewe Allah mumweka pembeni. Nyingine anasema baada dhalika tasma'u ayatu ruqya au ghairiha, na baada ya yote hayo, baada ya kumaliza kusoma kufanya haya, anasema asikilize mgonjwa aya za ruqya au aya zinginezo. Unaweza Qur'ani yoyote, surati Yasin, surati Al-Baqara, sura yoyote ambayo utaona wewe unaweza kupata, basi ukaipata hiyo, ukaisikiliza kwa nia na ikhlasi, utakuwa tayari mgonjwa lazima biidhnillah hayo masikio yatafunguka. Kwa ndugu zangu, huu ni utaratibu tumewapa ambao ni faida. Tumieni sana, watu wanateseka na maradhi ya masikio, lakini tiba ipo ndani ya masafu. Ndio maana mimi sitaki niwafundishe sana dawa mmeshadondosha sana kwenye masikio yenu, lakini maradhi yako pale pale. Sheikh kama kafundisha pia baadhi ya dawa, lakini mimi naona sipendi sana, maana wengi sasa mmekimbilia kwenye dawa na mmeacha Qur'ani, wakati Qur'ani haiwezi kushindwa kitu. Nyinyi wenyewe tu imani na ikhlas zenu na namna gani yaqini, namna gani bado mna mashaka na Qur'ani, namna gani amwamini kusoma tu mpaka dawa. Haiwezekani mpaka dawa kusoma Qur'ani tu, haiwezekani mpaka dawa, hapana.
Rudini kwenye Qur'ani, someni, rudieni sana. Unaweza kukuta na baadhi ya mambo, lakini usivumilia. Unaweza kukuta na kichwa kikauma sana au kelele zikawa nyingi masikioni, shetani ndiye anateseka, ndiye anahangaika. Wewe dumu na kusoma, wallahi lazima atapisha kwenye masikio yako, na masikio yatafunguka na utasikia. Ndugu zangu, nakuombeni sana, tukomee hapo, na kuombeni sana msubscribe channel yetu kwa ajili ya kusupport, na pia na comment, mna share katika magrupu ili kuwapa faida watu wengine. Wa ma'alina illa al-balaghul mubin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.